Hello, hamjambo tena. My name is Anthony Mwaikwasi and this is the Mwaikwasi Mic, the biggest political show at the Kenyan coast and very soon in Kenya and Africa at large. Watch the pace. Now, in case you have to become a member, subscribe. Usikubali kuachwa nyuma. This is the biggest political show. A lot has been happening at the ODM party since the death of the former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, CGH. May his soul rest in eternal peace. And the glue that seemed to be holding the ODM party together seems to melt away, leading to the formation of two groups, the Linda Mwananchi camp and the Linda Ground camp. So what's happening at the ODM party? In line of trying to diagnose what's happening at the ODM party, we are honored to have a guest, a political veteran and a life member of the ODM party. Karibu sana boss. Shukrani sana Tony. Bari masiku boss wangu. Uko salama siku mingi? Siku nyingi lakini tumekutana tena. Tumekutana tena, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko hai. Kabisa. Sipopote pale bali kwa The Mwaikwasi Mic. Shukrani sana. Naona endelea vizuri sana. Kabisa. Tunaisukuma. Kabisa. Jitambulishe boss wangu vizuri. Nimekugusia kidogo lakini jitambulishe vizuri afu tuanze rasmi. Kwa majina naitwa Civilizer Moses Aran. Mimi ni mwanasiasa na niko line na Linda Wananchi. Unajua sasa hivi kuna vitu zingine huwezi sema sana. Lakini mimi ni mwanasiasa mwenye kwa line na Linda Mwananchi. Before we come to the full discussion about Linda Mwananchi, I'm interested to know what's happening in the ODM party. It seems that the center can no longer hold for the ODM party. ODM, siwezi sema ati kuna ile rift kubwa sana. But right now it's open for the common Mwananchi, for the people who love ODM, for those who are life members, for those who subscribe to ODM. They've known the truth. Wanajua ni group gani iko line na interest za chama ama interest za baba, na ni group gani iko line na kuangalia interest zao binafsi. So hiyo ndo tofauti. Kuna wale wa ku make sure kwamba wanalinda zile maadili za chama, na kuna wale wanaangalia tuacha si tuende tupate power na tujifurahishe sisi kama au binafsi tu kwa wafurahishe nafsi zao. Yeah. Okay, tunasema youth leader amesema tunataka power. Hatuwezi ishi bila power. So there's been a lot of conversations. Yeah. Watu wanasema baba alituacha hapa, wengine wanasema baba alituacha hapa. Haya, paka kuja kijana Okechi Sala anasema baba aliniambia. So from your perspective, baba alituacha wapi ama baba alisema nini kulingana na 2027? Unajua kama tuwezi sikizana, juu kila mtu lazima aseme, kila mtu yasema baba alituacha hapa, baba alituambia, especially hao watu kutuambia baba alituambia, baba aliniambia, baba alinitumia ndoto. Kama tuwezi kubaliana kwa yale baba aliambia kila mtu binafsi, aseme Tony aseme mimi baba aliniambia niendelee na Mwaikwasi Mic ama nifungue branch kue from Mombasa inasikizwa mpaka Kenya nzima. Of course you'll reach there. You are doing a good job na nakuombea Mwenyezi Mungu. Kuna pia Civilizer kuja kwamba mimi baba aliniachia jeshi, alisema nibaki kwa jeshi. Baki kwa jeshi. Sasa ndo tusibishane, ndo tusivutane. Mbona tusitumie ile kitu baba alisema hadharani watu wakisikia? Na wakumbuka baba akisema kwamba who told you? Nani alisema kwamba ODM haiwezi field candidate? Nani alisema kwamba ODM haita field candidate come 2027? Baba aliacha watu kwa broad-based government na akawa mpaka 2027. Hiyo ndo pale hiyo contract yetu inafaa kufika. Lakini pia yote 9 lazima ya mwisho tujue kwamba yale baba alikubaliana na Ruto imetimizwa, the 10 points agenda. Bado. Hiyo ndo kitu kwa hiyo ndo ilikuwa ni backbone ya kila kitu ya broad-based government. Imetimizwa, na unaona juzi walisema vipi, ilifika time ilikuwa iende mpaka ilikuwa ya 1 year expire. Ilipofika time walisema nini? Ilipofika time walisema hakuna expiry date. Hiyo ni kama kumoku baba, because wezi sema ati hakuna expiry date na watu walisikizana kwamba tunaingilia katika mkataba na ikifika baada 1 year tuta review tumefanya vipi. Hizo ndio vitu kwa tumeagree upon zimefanyika. Yeah. So I'm interested to know what fundamentally happened paka mkamua kujitoa kwa the ODM party, because at that time instead of speaking into one voice, Oburu and his team
left and said that they are lindering the grounds, lindering in formula, na nyewe mkatoka mkasema mnalinda Mwananchi. So what fundamentally happened until that split occurred? We've not left the party, my brother. Hiyo ndio kitu watu waelewe. Sisi hakuna mahali tumedeclare tunatoka chama wala tutoki chama. Hakuna sababu ya kufanya tutoke chama. Kitu vile ninaweza kusema kwamba unajua inafika time itabidi mtofautishe kati ya maji na mafuta. Ongea kwa chupa. Sasa iweke maji na mafuta, itafika time azizi mix. So hapo kuna wale at least wanaangalia vile utajifurahisha nafsi zao, wanataka wapate hizo position, wafanye shughuli zao, na kuna wale pia wameamua kwamba sisi liwe liwalo. Tunajua ODM ilikuwa formed kwa ground gani, tunajua madili za kichama, tunajua what baba stood for, na hiyo ndio kitu tutajaribu kusukuma hiyo agenda no matter what happened, regardless of any repercussions itakuja. Sisi tuko tayari kwamba tukufia yale madili ya chama. Hatuko kufurahishana, hatuko kuangalia kwamba kutufurahisha baadhi ya watu wachache, lakini tuangalie kwamba ni wananchi wetu, kwa sababu hiyo ndio ODM imekuwa since ODM ilikuwa formed in 2005. Tukaenda first election 2007, tukaenda 2013, tukaenda 2017, tukaenda 2022, na sasa tutakuwa tunaenda 2027. Ukiangalia hiyo time yote tangu tuende, by the way ikifika 2027 itakuwa ni 20 years tumekuwa tukiparticipate from presidential mpaka chini tuko. Hata kama tunaenda in coalition, kwa sababu tumekuwa tunaingia kwa coalition since 2013. Yes. Na umeangalia hizi times zote kutoka 2007, the reason why baba kuendelea sana kufight ama kungangania kwamba lazima aapishwe kama president, aliangalia wananchi. Akasema wananchi, Kenya is bigger than an individual. Kenya ni kubwa kumliko. Ikafika 2013 baba pia akasema hata kama jamaa wameniibia, wacha mimi niangalie wananchi, because baba yajua nikiendelea kupigana watu watakufa. Na ODM ilikuwa formed kwa ground gani? Kutetea wananchi, kusimama na wananchi, at least watu kuwa na demokrasia. Ikifika 2017 the same ika happen, 2022 the same may happen. Hata reason yeye kushikana na President Ruto ilikuwa kwa sababu ya mwananchi. Hao lazima tu prioritize kwa mwananchi mbele. Na barely 3 months ama sio ilikuwa 1 month baadaye kutuaga, yenye we were not expecting, but then nobody was ready for baba kutuacha. We are not prepared for baba to leave us. We are not there is no single day. Unajua ukiuliza mtu anafikiri baba yes atakuwa mzee, lakini kwa tunajua atakuwa tu hapo anatoa wise counsel, unaenda papo naambia baba mimi nitakufanya 1 2 3, lakini hakuna mtu alijua baba atatuacha abruptly. Ungeuliza mtu ati umeona kwamba baba atakuja kuaga, hakuna mtu angekujibu. Unajua to some extent, unajua maybe watu watasema ni kukufuru, ama watu wanafikiri baba ni mortal. Exactly. Watu wengine watasema maybe ni kukufuru, lakini hiyo ndio reality. This is politics. Hakuna mtu aliimagine, watu walikuwa scared kwamba ipo siku baba atatoka. We didn't plan for baba tuache. It was very unexpected. But we had already prepare kuona kama baba maybe atakuja kuretire kwa siasa. Tulikuwa tuna doubt kama baba atakuja kuvai 2027. Tulijua kidogo anaweza retire, amenta mtu ama sukume mtu, lakini atakuwa there. Atakuwa bado ni baba, ana offer council yake, anawaambia bana nendeni hivi, fanyeni hivi. Lakini baba kutuacha. Na hapo ndo tuliona baada baba kutuacha few weeks, hata si few weeks, the same day baba nazikwa, watu wanaanza kuvutana. Unaona, na wale walikuwa wamesimama na madili ya baba wakaanza kuonekana. Hapo ndo sasa majina watu wakaanza kutishiwa. Baba alikuwa na yeye ndo mwenye chama, na unakumbuka kuna siku baba alisema kama Sifuna anaongea kwa sababu ya nini? Ya chama. Ukisikia sauti anaongea on behalf of the party. Huyo ni founder member mwenye chama. Si tutajigamba si ni wana ODM, say yes tumebuild ODM, lakini mwenye chama anakuwa naongea hivyo. Na nasema uko na uhuru wa kuongea. Kama unataka kuongea you talk, hata kama ni kumcriticize mwambie baba umechoka nenda Bondo. He used to say that. Lakini barely akishakufa hivi ni kwa sasa uwezi ongea. Ukiongea unaambia wewe utatolewa chama, unatishiwa, unakuwa threatened. Inamaanisha watu wengi walikuwa kwa baba kwa maslahi yao. Hiyo ndio kitu tumejiportray kwamba watu wengi watu wote walikuwa na claim, most of these people walikuwa na claim kwamba walikuwa very loyal to baba. Sisi ni wafuasi wa baba, sisi ni watoto wa baba, sisi kabila baba niko radhi, mimi si ukishikwa nitafanya nini. Walionyesha kwamba walikuwa wanaangalia interests zao. Wachache watu walikuwa mbali kidogo, walikuwa wafikiria kwamba watu maybe wako very far na baba, ndo watu kumbe walikuwa wamesimamia, walikuwa na interests za baba tatu. And hiyo ndo ukiangalia hao ni wale wanasiasa wako align na linda wananchi kama yours truly hapo.
Okay. Jesh Yeah. himself. Okay, so I want to get this right before you continue with this conversation. So is this just an ideological indifference, or is it a permanent political division, a permanent political divorce? For now, it's an ideological difference. If they will agree to sit down, if they will reflect where we've come from as a party, wakikaa chini waangalie tu waseme okay, is this, unajua mimi nimekuwa nikijiambia they should ask themselves a very simple question. What if baba was alive? Watu wangefanya nini? Kama leo baba angekuwa hai, hizi vitu zingekuwa zinafanyika. Kama baba leo angekuwa hai, Sifuna angetolewa kama SG because ameongea mind yake, amecriticize serikali. Kama baba, hiyo ndio kitu tunafaa kujiuliza, kama baba angekuwa hai, hizi vitu zingekuwa zafanyika? Unaona, hiyo ndio kitu inafaa at least tujiulize. Lakini kama pale imefika, itakuwa ni ngumu warudi nyuma, because ni kama washa agree, washa get into agreement. Unajua once nisha make deal na wewe bro, itakuwa ni ngumu ni break. Na tusha agree. So itabidi wewe uvute kwako na uvute kwangu, na hii deal unajua ni interest. So ikifika time kila mtu anavuta interest, wale wanavuta interest zao personal, wengine wanavuta interest za wananchi, itakuwa ni ngumu. But kama watakuwa, if they will come back to their senses, why not? Sisi ni wanachama na sisi tunataka tuendeleze chama, na watu make mistake, na watu kaa chini, kama wata reflect, kama kweli wakae chini na watie dua na waombe, kama ni Waislamu ama Wakristo, na waseme kama baba angekuwa live nini ingefanyika, na warudi chini waseme nyewe tupunguze kibri. Na hata huko usaidia yetu tunaseme sawa, maybe kuna vitu zilikuwa zimesemwa, tukaeni chini tuangalie, let us work, let us come with a way of revamping our party. Wacha tuhakikishe kwamba ni chama yetu ndo tumejenga. Let us build our party. Let us not run away tuende kwa chama ingine tuanze kuuza mtu mwingine, wakati we can make anybody. Even you Tony, leo tukisema ODM unaenda kufanya wewe flag bearer wa ODM, you will be the next president. Napeperusha bendera. Utapeperusha bendera. Wewe ni kijana mdogo na uko na maadili mema na unaweza simamia nchi, utapeperusha bendera, kwa sababu you cannot ignore ile ODM wana wafuasi wangapi. Huwezi ignore ODM iko na umaarufu gani nchini. Hiyo ni kitu you will never ignore that. But a strong united ODM inaweza deliver. A divided ODM itakuwa very confused, na watawacha watu wengine wapenye katikati, na will be done and dusted very soon. So, exactly. So looking at the picture from my perspective, I've been a member of the ODM party. You've been a member, ama you're not a member right now? Right now kuna divisions, and I have to be independent from the talks. Lakini roho yako iko mahali, si ndio? Behind the scene uko mahali, si ndio? Niko mahali. Hayo bila sisi. Ushajua msimamo kwa wapi? Yeah. Okay, the rain started beating the ODM party. Kama unakumbuka wakati wa ODM at 20 celebrations tulipokuwa pale Mama Ngina, kila mtu mwenye alikuwa akisimama alikuwa akiongea differently, kwa kuna divisions. Aya, Sifuna akasimama, Babu alikuwa hajapewa nafasi, Sifuna akamuita Babu, if you remember very well. Babu aliposimama akasema katika vile viti vyote venye watu walipewa, out of hizo seats zote muliona Babu hastahili chochote. Exact words what Babu said. And then recently Winnie pia akawa akimuingilia, kama Uburu mnamuona kama hafai. So wewe binafsi, or maybe speaking on behalf of the Linda Mwananchi function, do you trust in the leadership of Oburu to steer the ODM party forward? Nini maana interim? Leo nikisema kwamba Civilizer ni interim chair wa this particular docket, inamaanisha Caretaker. Kwa muda mchache ama for a specific period. Yes, ahead of the NDC, yeah, which you know, is coming. Whatever happened, hawa watu walitu confuse vibaya sana. Na unajua sometimes mtu anaweza micromanage during emotional moments. So whatever these people did, wali micromanage watu wa ODM, waka micromanage wa Kenya sababu ya kifo ya baba. The reason why I'm saying this, unaona immediately baba alituacha na watu wanaenda India. Unajua kitu ilifanyika tu haraka papa, mara baba ametuacha, news imetoka asubuhi, washatangaza, mara unasikia ndege iko ready airport, watu wanaenda India kumleta baba ashaletwa, baba viewing imeanza 3 days as per the will. Tuna respect will. Lakini ukiangalia inafaa mahali kuna kiongozi. That's why unataka kama leo, God forbid anybody kiwa mahali popote mtu akisitaki kutoa example ya Kenya ionekana kama maybe na wish maybe president ama ni, lakini kifo ni kitu iko hapo.
God forbid kitu ifanyike kwa nia mbaya, hata kama ni president wa wapi atuache immediately, waga ni deputy anachukua, ama mali wako na vice anachukua, ana take charge for a specific period, alafu watu wengine wataenda election. Ili happen hata Tanzania tulivyompoteza mzee wetu Magufuli, alichukua Mama Samia mpaka sasa ameshikilia kiti, si ndio? Vile baba alituacha, tuko na deputy party leaders wangapi ODM? Kuko Joe. No, si Joe ni former. At that time. No, baba kituacha tulikuwa na baba kituacha alikuwa shatoka, kuna Osotsi, tuko na Abdulswamad na Simbarati. Yeah, three of them. Capable in quotes. Sawa. Kwa mabano capable. Very well able. Yeah, walikuwa ni viongozi watatu wenye wanaweza kupeleka chama mbele. Pale ungekaa at least uangalie, is it Osotsi, is it Abdulswamad, is it Simbarati who can spearhead na at least apelekee chama mbele vile baba ametuacha. Ama kama ingekuwa ni ngumu, wangesema hata kama ni Osotsi act kama party leader for 3 months ama 2 months, aingia Abdulswamad amalize Simbarati kabla NDC, ndio watu wachague nani anaweza kuwa party leader mwenye at least ata spearhead chama na peleke at least chama to the next level, at least tukielekea election ya 2027. Lakini walivokaa wakakuja na Oburu Odinga. So unajua ilikuwa ni ngumu, unajua wakati watu wanaomboleza. Huwezi kuja na pia unataka kupigania mambo sijui why Oburu Odinga. Akaangalia kwamba Oburu Odinga ni ndugu yake baba, amekaa na yeye, na pia ni mtu kuangalia age yake, at least anaweza kuwa caretaker mzuri for that particular moment, at least tutoke tupite grieving moment, alafu sasa tukiamua tuchague the right person mwenye anaweza angalia ako energetic, bado ni at least hata kama si mdogo hivyo, but a youthful person, maybe a youth at heart, mwenye anaweza spearhead chama iende mbele. Age ni kitu hatuwezi mock age, hata kama tuko wadogo itafika time sisi pia tutakuwa wazee, lakini lazima tukubali, kuna vitu lazima tukubali kwamba inafika time kuna age ya mtu ni poa tu kwetu wise man. Wewe tu kwa mahali offer advice, utafuatwa ufanye 1 2 3, lakini hauwezi hizi mbio za chama wanammaliza ule mzee. We don't expect Oburu Odinga afanye rallies kama 5 ama 6. Atoke huko atake power, huko atake paka power, kule atake uji power. Hizo meetings zote haizani nayo. Unaona? So lazima you know that I'm true. Unanipeleka mbio. Alafu tishiwe huko sema kama if you want to don't agree with that ng'oo, unaona vitu kama hizo. Wewe ukiambia Gen Z ng'oo, unafikiri unamtukana, unamroga bana. Unajua? Hizo ng'oo ni vitu za bara huko. Wewe ambia Gen Z ati ng'oo, unashangaa mbona mzee anikodolea macho. Huyu mzee ana nia gani, unaona? Anyway, so it happened faster. So tuka-appreciate hoping vitu zitafanyika sawa. Kumbe ilikuwa ni plan yao, washapanga kila kitu ifanyike, ndio ukaona ikaenda vile ilienda. Oburu Odinga kawa ndo wako interim na washa declare they will confirm him 27 hiyo NDC yao. I think they will attend. Yeah. Mbona usema yao? Umesema bado uko kwa chama boss? Niko kwa chama lakini NDC haijaitwa na Sifuna. Sifuna ndo SG. Sisi tutaenda NDC imeitwa na Sifuna kama SG. Wewe wacha. Si NDC boss wangu. NDC imeitwa itakaitwa na Sifuna ndo tutaenda. So let me ask you a question. The same delegates that are going for hii yenye imeitwa na Linda Ground ya kina Oburu, Wanga and company na hii nyingine sasa, si the delegates are still the same? Yetu sasa watu choose. Unajua inafika mahali choose unaenda wapi? Unaenda kurabastama ama unafuata kushughulikia wa Kenya, kutetea wa Kenya, kuangalia at least nchi yetu tutairekebisha vipi? So tukiwa na the people's NDC ni wananchi, at the end of the day delegates wako pale. Wale delegates kama umebatika, because ukiangalia level ya constituency wale 20 kwa mainstream, si ati inamaanisha wale ndo wanachama peke yao, imaanishi wale ndo watu wanapenda chama au ndo wanaweza sukuma chama, lakini wamebatika kuwa among wale watu wamepatiwa position ya kushughulikia chama. Lakini chama ina wafuasi, how many millions wana support Kenya, how many millions wa Kenya wana support ODM? Unajua ndio kitu lazima uangalie, si wale 20 tu, imaanishi only those delegates who will go there ndo watu wa chama ODM. Tuko na millions of members wa chama, na hawa ndo at least lazima tuangalie. You cannot go and protect few wakati umeacha watu wengi. Go for the majority. Exactly. Ndio hao few watakuwa safe. Ndio maana tunasema wacha tulinde wananchi, then the same wananchi not linda ground. Utaendaje kulinda ground bila wananchi? Sio ground, ni ground iko tu hapo tupu.
Huwezi enda Kabisa, ground bila wananchi. mnaenda harusini bila bibi harusi. Lazima make sure hao wananchi wamelindwa vizuri, umewatetea, wanajua haki yao na wanajua at least maisha yao iko sawa. Ndio hawa sasa ile ground itakuwa iko smooth, haitakuwa inateleza. Lakini sasa bro, ground inateleza vibaya sana. Mmeiona Ground iko hali si hali because haina wananchi. Kabisa, numbers Unaendelea kucheza watu kwa quarantine, watu wameenda Talanta ama watu wameenda hapa Mbaraki kucheza ball na kuna fans. Na kunanyesha, kunateleza vibaya sana bro. Una shout, hakuna mtu hakuna fan wa kukunini. Wapigwa mabao lakini hakuna mtu akukuchia hapo, endelea. Unaendelea. Nakupata hiyo picha. Okay, maybe to paint a clear picture of what's happening. Number one, about Oburu, from Junet's words. Junet alisema, sasa tukakaa sote, tukaangalia nani ni mzee, nani ana experience ya muda mrefu, ndo akasettle kwa Oburu. Kulingana na vile Junet alisema. So to my picture ama comments, nilipopitia comments vile watu walisema, ni kama Junet was trying to paint a picture that at the ODM party they embrace experience more than age. That is one. Ambapo tukiangalia katika viti vile vinapeana, it reflects that. Mtu kama Babu ana mobilize vizuri, lakini kuna wakati akataka park akanyimwa. Juzi positions kagawanywa akaenda nje. Sio kama unapata paka hapo. So do you agree with that? That currently the ODM party imetenga vijana kidogo. Yeah, hiyo side ya Linda ground. Sindio? Sio ODM but this happened before we split. To some extent, unajua kuna vitu zinafanyika yenye it's so painful when young people are not being given opportunity to grow. How will you grow when you're not given that opportunity? Let me make mistake, correct me, rectify me, teach me how to do it right for me to grow. But if you don't give me that position, you keep judging me, unasema mimi sifai, at what point will I be given that opportunity? At what point? Ni hii level ya sahi, na ikifika mali kama mtu kama Babu, ikifika mambo ya mobilization, Babu unajua alizunguka out of how many constituencies do you have? 290? Babu alizunguka almost 270 something, alizunguka na baba. Babu hii election ilipita, hakuwa campaign. Embakasi Babu didn't campaign. Babu was all over with mzee because ukiangalia majenzi na ma millennials, vijana wengi walikuwa wako for Babu. Without seeing Babu hakuna kitu inaweza endelea. Sisemi ati watu wengine kuplay roles, lakini ilikuwa role ya vijana Babu alishikilia vizuri sana. Na ali deliver hizo votes kwa chama yetu, kwa coalition yetu, ali deliver hizo votes. Lakini ikifika wakati wa position, unaambia baba, angalia wewe, tulia bado, wewe grow. Ukijaribu ukijaribu kusema wewe hauna adabu kwa wazee. So mbona iko hivyo? Wakati akizunguka, kwani watu wakujua mbona wazee wakuchukuliwa endo wa campaign? So ni vitu, it's so painful ukiona mtu kama Babu anadhalilishwa mpaka hata hizi pati opposition yoyote. Ni uchungu sana, na ni kitu at least hiyo ni hizi not only ODM wanafaa. Unajua kuna sometimes we do feel like vijana wadogo ukipata opportunity, they will, of course they might nominate you. Me, I'm forever grateful for ODM for giving me that platform. I'll nominate, sitawahi kataa hiyo wala kukosa fadhila, lakini mi feel inafika time kuna limit umewekewa that you are not supposed to grow kufika ile level. Ni kama uwekewe limit na watu wako na wewe sahihi kwamba uko hapa, lakini ikifika time wanataka kugrow mpaka ukwe na studio yako, ama useme mimi sana naweza grow, naweza kuwa na watu wengine pia, unaambia wewe baki tu hapa. So hiyo ni level unaona ni kitu they are not supposed to be doing. Wanafaa at least if somebody is ready to mentor you, wacha kumenta, kushike mkono, kupeleka mpaka level nyingine. So one day akitoa history anasema unaona ule kijana, and that's what Raila aliwafanyia. Lakini sasa watu wengine wanataka kufanya vitu kama hizo. Watu Raila amewatoa from scratch, wametoka chini. Mtu kama Junet amekuwa mpaka council, amekuwa mayor, amegrow, akawa MP, akawa anapata hizi positions za minority. Baba kumwachilia pale, amemwachilia sijui hapo kwa mayor, atasema sasa wewe hautaigrow kutoka hapa. So Raila hakukuwa hivyo. Baba alikuwa ni mtu akikuaminia atakushika mkono mpaka pale utafika. The same alifanyia viongozi wengi. Viongozi wote wamepita kwa mkono na baba. Hakuna mtu baba alimwachia sijui wewe umefika hapa sasa nitakukanyagia. So lazima chama pia wa emulate that. Exactly. And then coming to Linda Mwananchi. Wajua rais anasema hao jamaa wengine hawana sera. Sera yao ni William Ruto. Sera yao ni one term.
Sasa nyinyi kama Linda Mwananchi mnasimama kwa maadili gani? What are you rallying for? What are you calling for? What are you passionate about? But it's open. It's open. Si tumekuwa tukisema nini tukiwa kwa nini zetu? Tumekuwa tukiwa kwa marali zetu, tumekuwa tukiongelea nini? Una mosi loga tumekuwa tukifocus kwa Wakenya, tumefocus kwa chama yetu kwamba sisi agenda yetu kubwa ni kumake sure kwamba wananchi wamekuwa protected, rights zao zimekuwa at least wamepatiwa rights zao, haki zao, na pia at least nchi yetu tuirudishe mahali demokrasia iko. Maisha imekuwa ni ngumu, lazima at least vitu zikuwe zina run smooth kwa nchi yetu. Hakuna kitu kubwa kuliko hiyo. Sisi hatuwezi sema ati sahihi mtu ana expect tuseme tutajenga mabarabara, tutafanya hizo vitu zimefanywa. Na kuquote whatever there's a time Sifuna SG alikuwa kwa interview fulani alisema hata madikteta hujenga mabarabara. Actually utaona kuna madikteta wamefanya maendeleo kuliko, lakini at the end of the day ni demokrasia ya nchi ndio tunataka. Tunataka at least wananchi life na vitu zikuwe zina flow kwa nchi. Kama vitu ziflow, life imekuwa ngumu, vitu zitakuwaje smooth? Unaona, so hiyo ndio agenda kubwa. Lazima tuhakikishe kwamba wananchi wamekuwa satisfied na vile nchi yao inakuwa governed. That is the main agenda. So it's a people first agenda. Wananchi first. Sisi tunaweka wananchi kwanza. Sisi tukuje tuwadanganye. Why will we come and tell you tutaka kujenga barabara, tutafanya hivi na hivi? Hatujafika hiyo level. We've not declared tuseme kwamba we are going for presidency. Sahi agenda yetu ni kwamba tuhakikishe, na pia the main one pia tukiangalia beside wananchi ni kuhakikisha kwamba wacha watu wa go back to their senses. ODM tuhakikisha kwamba ODM ile madili ya ODM ilikuwa ndio mwanzilishi wetu baba alikuwa anafaitia iko at least imekuwa maintain, imekuwa respected. Tusikuwe na chama yenye at least leo mnaacha chama yenu mnaenda kujenga nyumba ya mtu. It's so painful. Ukiangalia zile by elections zilifanyika Western boss, a whole governor tena an official wa chama, unaacha candidate wako, unaacha unaenda kuendorse mtu opponent just kujipendekeza in the name of broad based. Wajua wengi wameona kama hawatarudi, na wao wanajua kawaida rais anaweza piga mbili kulingana na vile mimi naona. Sasa wao kadi yao ni bwana akipiga mbili bwana stretch kwa baridi. That's what many hiyo ndo inakwambia ndo viongozi tuko nao sasa hivi. Wewe unajiangalia wewe, mimi ni protect kazi yangu, kesho maybe nikikosa nitapointiwa, wakati maisha imekuwa ni ngumu. Wewe ushatoboa, uko na biashara zako, umekuwa governor, umetengeza pesa zako. What about wale wananchi wako? Umeangalia wanaishi vipi? Umeangalia future yao itakuwa vipi? Sector ya education, sector ya health, sector ya agriculture, at least ndo uchumi ya nchi, at least watu waweze kuishi vizuri. Umeangalia hiyo? Watu wanaangalia hao, mimi kesho mimi kama CV nisaidie niko kwa position fulani, acha nijitetee kesho nikuwe mahali. Waangalie kwamba wananchi watakuwa wapi. So hiyo ni kitu at least ndo inakwambia tuko na viongozi wenye wako very selfish, wajaweka interest ya wananchi. Exactly. Wao wanajiangalia, they say that every man for himself, yes, God for. Na si wale wanasiasa wamejialign na Linda Wananchi. Hao viongozi wazuri sana. Ndio viongozi wazuri. Sawa. Let's break this thing well. We have two factions at the ODM party. Kuna Linda Mwananchi na Linda Ground. Linda Ground, it's aligned to William Ruto. Correct pakapo? And then Linda Mwananchi is aligned to Wananchi. They have not yet chose a side. Tuko aligned na Wananchi. So before I prompt the next question, is the Linda Mwananchi faction aligned to Gachagua and company? Ushatuna hao pia wanasukuma agenda yao kwa United Progressive Opposition, ama wanajiita United Opposition, something like that. United Opposition, something like that. United Opposition. Yeah. Wanasukuma agenda yao, kina Gachagua, kina Kalonzo, wanasukuma agenda yao, pia wanajaribu kutetea wananchi kivyao. That is their democratic rights, wafanye vile wanataka. Sisi pia tunasukuma agenda yetu. Haijafika point kwamba tumesema kwamba sisi tuko aligned na mtu mwingine. We are not aligned to Gachagua. Na pia huwezi zuia, na pia in politics hakuna permanent enemy na permanent friends. Si ndio? Hakuna permanent friendship ama hakuna permanent enemies. Hiyo ni kitu mimi na wewe tunaweza kwa sasa hivi maadui, lakini kesho tutasikizana. But for now sisi tunasukuma agenda yetu. Hatuko align na mtu. Hakuna mtu ametutuma, hakuna mtu anatusponsor hawa, sisi hao ndo wako under so and so. Maruma zimekuwa zikisemekana sijui inakuwa funded na Uhuru Kenyatta. I'm coming to that. So we are not aligned to Gachagua, ama we are not reporting to Gachagua. Exactly.
So politics has a lot of resources that are involved, from the chartered flights, the meals, the mobilization, venue hiring, all the logistics involved. Yeah, so currently kuna siku Junet alikuwa anasema huyo Sifuna anasema sisi tunataka kuuza chama kwa William Ruto. Kuna siku tumekaa naye mahali Sifuna anasema wajua Uhuru amesema alikuwa akisema amesema Uhuru anataka kuwekeza pesa kwa hii chama yetu ya ODM, kwa hivyo tumuunge mkono. Sasa mimi nikashangaa mnasema sisi tunauza chama na pia nyinyi mnauza ile upande mwingine. Kwa hivyo Jonet akasema kwa hivyo hii ni kama ni mkutano wa mabroka wawili, if you remember that statement. So going by those facts, are you people sponsored by Uhuru Kenyatta? We are not sponsored. And if you are not sponsored by Uhuru Kenyatta, where are those resources coming from? I'm coming there. I'll break it down to you into details. We are not sponsored. Whatever Junet na Osotsi waliongelea, hiyo ilikuwa ni yao. I cannot defend Osotsi, while I cannot criticize Junet. Siasa ina entail vitu nyingi sana. Kuna propaganda, hao wanajua vile iko. Lakini mimi being part and parcel ya timu ya Linda Mwananchi, nimeona watu vile wanajipanga kwa shughuli. Trust me watu wamezoanga mobilization. Hata hao walifanya mobilization yao hapa Tononoka, kashinda kujaza Tononoka. Wakatoa pesa na ilikuwa all over, kwa media watu wanasema tumpewa hivi, wana nini wanagaya, na walikuwa wanaganyiza watu pesa. Pewa ilikuwa 2,000, wenye walichelewa 500 wanapatiwa pesa watu nakula. They were so desperate at least wajaze hiyo ground. Mimi nimekuwa part and parcel ya hii team. I've worked with them, nimekaa chini, and the reason why I take pride in working with Linda Wananchi because wana involve watu wanafikiria ni watu wanatembea nao. Kama mimi I'm fully involved. There's nothing that can happen, at least niambiwe. So kama kuna kitu zina happen behind the scenes, naweza kuambia bro, hakuna kitu kama hiyo. Unaona kama hizi shughuli mtu atasema siju chata, ushaona ukienda na chata walitumia chata mambo na siju mandege machopa. Si timu yetu haitumii chopa. Timu ya chopa ni wale watu wengine. Unashangaa sasa machopa zimekuwa nyingi sana. The only time walitumia chata ni wakienda Kakamega, because walikuwa at least nini yao itinerary yao ilikuwa leaked. They were supposed to use public, hiyo ni ndege public, walikuwa watumie KQ if I'm not wrong. Walikuwa watumie KQ, lakini somebody somewhere akaleak itinerary yao, so walikuwa at risk. Watu maguns walikuwa mobilized waende Kisumu airport, wangoje wazome wafanye blunder yeyote walikuwa wameplan. At least these people they're very scared, wamepanic sana. So hiyo ndo time wakakaa chini wakasema how do we make it to Kakamega. Karibu watu 7-10, na wale ni wabunge. Hao ni watu wanaenda kwa constituency zao, wanazunguka na wametumia. So kutumia ndege si kitu nasema ni kitu kingine strange. Kama ni KQ, they've been using KQ. Kama hiyo ungesema walikuwa na private jet, walikuwa na chopper wamechukua, lakini wakachanga. Sifuna alisema tu very clearly walichanga, ilikuwa cost around 500,000. Wakachanga, Orengo atoe hii, Babu atoe hii, ile tu kama mchango wa kawaida, pesa zao. Beside being politicians, ni watu wanafanya biashara zao, so you don't expect them wakuwe ni maskini. Wana mshahara, see they have on salary wale. Yeah, wanalipwa sure. Na ni wafanyi biashara pia kama binadamu wa kawaida, si ndio? So wakachanga, raise pesa, wakachukua ile chata. Hizi zingine wamekuwa tu wakienda tu normally tu, hakuna kitu strange unasema. Alafu ukienda kwa Dias, ile Dias ina cost pesa ngapi na stage, ndugu yangu Tony? It's very normal, something hata mimi nimefanya rally zangu, ulikuwa unakuja ukiangalia nikifanya launch yangu kabisa. Nobody anasema nakuwa na kufund. Kama ni stage itakuwa na wale ni watu, how many MPs are aligned kwa shughuli kama ile yenye wanaweza changa, wana contribute, wanafanya. So lakini watu watatafuta sababu waseme wanakuwa funded, wanakuwa nini. Umeona machopa zikiroll, umeona nini wakikimbia na magari gani, kama watu wa kawaida tu. Kawaida. So whatever wanafanya, kuna kitu strange. Ni stage ya kawaida imekuwa pale na sound system. Yeah, so ni to me si kitu strange, ni kitu kawaida. So no sponsor. Hakuna sponsor. Na kama ni sponsor watakuja ni wananchi. Trust me you. Linda Wananchi ni ya wananchi, na wananchi ndio watasimamia. Wanaona wana claims huko na ma sponsors. Wananchi wenyewe, how many times umesikia watu wakisema Sifuna fungua hata pay bill, fungua website tukuchangie, we will force you uende president. Nini hauna? Ni pesa hauna? How much do you need to campaign for presidency?
Wasumana hizi si maneno zangu, si ndio? Sijajikia na watu wamesema. Ziko kwa Na watu ground. wamesema watachanga. Na unajua ikifika ndugu yangu mahali unaona wananchi wako ready kuchangia mtu watumie pesa zao. Unajua wananchi wamechoka. Ikifika mahali wananchi wanasema we are ready to sacrifice resources zetu, but we make sure that tumekuwa na mtu ataangalia nchi yetu, ata make sure kwamba nchi yetu imekuwa na madili yenye tunafaa iwe nayo, ama tunajua inafaa iendelee hivyo, ama endeshe nchi yetu vile sisi tunataka. Trust me, tunaelekea mahali pabaya sana. Exactly. So going for the few rallies that you've held, for the structures that you have, can you confidently say that you have the numbers to influence the national policy, or you are just mnajikusanya and positioning yourself for a better political bargain come 2027? We will know that soon. Writings kwa wall. Wewe ni mtu unaangalia, you are following social medias, unaangalia hizo handles, unaangalia vile ground iko. Sasa ukienda mahali ukiongea na mtu anakuambia out of 10 people watakwambia sisi ni team Linda Wananchi. To be specific, sisi ndo Sifuna. Sasa hata utembea hapa na ninakupatia challenge, tukimaliza hii show tushuke hapa chini. Kabla tuende tufuturu. Umefunga lakini uko sawa. Kabla tufuturu tuzunguke tu hapa chini tukutane karibu watu 10 tukutana nao. Mbona kuuliza nini umefunga kikweli ama? Nafunga. Unajua sasa kila mtu mfunga. Watu wako Ramadhan, watu wako Lent. Yeah, muhimu sana. So tuzunguke hapa ndugu yangu kabla tuende tufuturu. Out of 10 people ulize wewe ni nani? Trust me you bro, I can bet, take a bet. Out of 10 people utapata kama ni 8 ama 10 wote. The probability ya team Sifuna ama sisi ni Sifuna kwa wengi kuliko watu wengine ni high. Itakuwa kama ni 7/10. Exactly. Tembea tu hapa chini. So ground imeongea, lakini hataki kuongea na mambo ya tu hearsay. Tumesikia, tumeenda tu, tumekuwa carried na emotions. Sisi ni Sifuna. Tumefungua platform yetu, kuna website yetu, watu na register. We will know very soon. Ninakwambia tutaenda na numbers yenye tunajua. Tony Mwikasi yako pale, young boy who is age 24, kwa ward fulani kule kutoka Taita Taveta, amesomea hapa na hapa, namba yake ya simu ndio hii. Record sasa mtu tumesikia tu mtu atasema by the way karibu watu 10 kwa team mimi ni Sifuna ama team Linda Wananchi. Very soon. Wamejaribu website yetu inaangushwa, inarudishwa kidogo. Lakini hawatatoboa. Ikifika wakati wa revolution bro, hata nini ifanyike. Generation change ni kitu huwezi avoid. Ni kama mimba, huwezi ificha. Hata ukae vipi itatoka tu. Lazima itaonekana na itafika time. Huyo mtoto atazaliwa tu. Na si mbali, next year tu wanasema you cannot treat diarrhea by stitching the always. Exactly. So I've just a random question kwako. Mmetoka kwa sababu kuna mambo yenye yamekuwa yakifanyika yenye mjakuwa mkiridhia kwa the ODM party, si ndio? Why did you choose not to sit down and settle those issues than forming that splinter group of Linda Mwananchi? Yeah. Mbona msinge kama mkatatua? Dialogue ikishindikana, what do you do? Dialogue wachache, tuseme kama hatuwezi sikizana kama wale officials ama wale wamepatiwa mandate ya kurun chama. Kama wawezi sikizana kwa jambo ya kusuluhisha mambo, what do you do? Do you chicken out or you go to Wananchi? You go to Mwananchi. Si hao ndio wenye chama? Ama wenye chama ni kina nani? Chama ni Mwananchi. Unajua wale wako na chama, wanaweza kuwa wako na chama, hata pengine hata certificate, lakini wenye chama ni nani? Mwananchi. So ikishindikana, because mtu asikwambia hizi dialogue hazijakuwa hapo. Watu wamejaribu kukaa chini, watu wamejaribu kuangalia tusikizane, but kuna ile kibri iko katika ile timu nyingine yenye it's unexplainable. Kibri yao ni yani iko level nyingine, ishafika Jupiter, ile imeshatoka Earth. Inaelekea Mars, sasa inaendanga tu. Kienda pole pole mpaka mwisho wa siku. Watu wanajua unaweza waambia nini? What will you tell them? Always waambie chochote ndugu yangu. They feel they have the power, they feel wako close to serikali, wako kwa government, wako close to number 1. They can call the shots. The team leader is no longer there. When at least ange cool vitu down. So kila mtu atakimbia tu vile yaona tu anataka kufanya. It's okay. So I'm a local ODM member. Take this scenario. I'm a local ODM member. There's Linda Mwananchi here and there's Linda ground here. Convince me as an ODM member, why should I join the Linda Mwananchi and not the Linda ground? Yeah.
I need to convince Convince me. Wengine Convince me so that I cross the ship. Or is it crossing the line? convince. Yeah. You need to ask yourself, what makes your heart sing? What What makes your heart sing? What makes your heart sing? Ni nini inaridhisha roho yako? What do you want to do kama mwanachama wa ODM? Umefuatilia ODM. What do you want for this nation? Are you only interested in power? For the few people? Wapatiwe position? Na maisha endelee? Ama uko interested kwa Wakenya wote maisha ikuwe, gharama ya maisha irudi chini, sector education at least ikuwe ni affordable, health ikuwe at least ni kitu imemarika vizuri, agriculture iendelee, inchi iwe ni inchi yenye at least iko governable, demokrasia, uko na right ya kufanya kitu yako, unaweza ongea, unaweza fanya kitu unataka. Ni kitu gani unataka at least for you and for the generation to come? Is it power? Watu waingie waganye position, we form government tujiridhishe because of coalition? Ama is it ni issue ya kumake sure kwamba inchi imekuwa ni inchi at least you can have a story to tell kesho? Ni kitu unajua hii inchi yenye tuko nayo sasa ni kitu nanifaa mimi na generations to come. Sasa watoto wangu wajukuu na vitukuu, even 10th generation to come, watakuwa wanasema at least babu yetu alikuwa pale and there's something alifanya ya kuhakikisha kwamba inchi yetu imekuwa governed vizuri na ina run vizuri, maisha hajakuwa ni ngumu. Bro, maisha ni ngumu hapa nje. Tusidanganyane, wewe unajua maisha imekuwa ni ngumu hapa nje. Few wataenjoy maisha, watasema vitu ziko sawa, unaona vile wana ball, wanafanya vitu zao, lakini the common mwananchi wanaiface bro. The common mwananchi ule mtu ako kwa payslip, akiangalia payslip yake anakatwa sijui hiyo house levy, anashangaa akupatiwa humble time ya kuwa convinced ajue hata hii pesa yake inaenda wapi. Unaona, ajue anaambiwa tu pesa yake inakaa. So unajiuliza, mimi kama hii nyumba kama nitaipata, ama hakuna ile modalities zimewekwa. Unaona, so vitu zina, lakini sasa you are not supposed to question. You're not supposed to question. Watu wanapitia maisha, imekuwa ni ushuru imekuwa ni inapanda kila watu wamekuwa wanapitia maisha bro. Watu wanasoma na shida. University sasa hivi unaweza itoa mtu anasoma na kwambia what is the need of studying niende university wakati I cannot afford it. Kwanza sasa imepanda. Wakati afford. Mbona tusikuje na tuangalie vitu zingine zifai? We are going to, unasikia State House ina 17 billion for what purpose? Hiyo 17 billion ukichannel kwa education, useme wale watoto wamepita, at least uchannel kwa second education, ama uchannel to universities. Uangalie tena mali ufinye hapa na pale, uhakikishe kwamba acha tufinye huku wananchi wako at least wako na benefit. Tukiona nchi watu hawajakuwa educated, tunaelekea wapi? Sasa mtu anakuambia mimi what is the need of going to university? Si ni kweli? Mtu anakuambia nini niendelee kufanya university sasa hivi wakati mzazi wangu hizo. Lakini kitambo ukiangalia sisi generation hiyo iliyopita tulikuwa tunakuwa tunaangalia na mtu ametoka from umaskini lakini anaweza afford university kidogo tu. Sasa imekuwa ni aje? So ni lazima ujiangalie, mimi nataka kujifurahisha nafsi yangu ama niko for the interest of the common mwananchi ama watu wa Kenya, wa Kenya wenzangu. So hapo ndio nitakuguide, uangalie kama utakufurahisha the few people, sababu ya power na paka power. Join Linda Ground. Kama you are for the people, at least interest yako na wananchi, ufai kuwa convinced. Unajua mali unafaa kuwa. That is Linda wananchi. It's okay. So what are convinced? I'm convinced. Nitatangaza msimamo. Nitakuwa na press statement karibuni. Very soon. Nitangaze msimamo. So as we continue to wrap up, the three main interventions that you'll do. Pengine let's foresee this, you go get into power. Pengine we have Sifuna as president and we have Babu as naibu wa rais. No, Babu anaenda governor. Babu hajadeclare anataka naibu wa rais. Wacha aende rekebishe Nairobi. Hiyo atarekebisha Nairobi. Nasema assuming, just a picture. Because currently those are like the top faces. Tuko na watu wako capable by the way. Kuna Brian Weki pale, kuna Anthony Kibagendi, very sharp mind by that young leader from Kisii, kijana mzuri sana na ako very brave. Tuko na the likes of Senator James Orengo, Governor James Orengo, kuna Senator Onyonka. Kuna Senator Onyonka, ukiangalia ni mtu msharp sana. Kuna Senator Osotsi, kuna viongozi, kuna Danson Mwashako kutoka Undanyi. So kuna yours truly pia hapa. Unaona? Unajua yours truly sio? Kuna watu wako align na sisi, kuna watu kama kina Alikubo, wako kwa kina Daudi Anguka. Hao ni young leaders who are aligned to
Kuna Bob Njagi. These are young leaders who are aligned to linda wananchi, alisa wameka interest ya wananchi mbele. Yeah, so uko nasema assume that Babu assume that you are there, umetangazwa pengine Biblia ikaapishwa, the 3 main interventions that will do, let's say at the first 90 days. Na umeenda faster, umeenda haraka sana bro. We will cross that bridge tukifika hapo. Tumesema hatutaka kuwa overwhelmed, hatutaka kuwa pia to lose focus. Kama sasa tunasema tunaenda presidency, tutafanya 1 2. Kumbuka nikwambia bana, hatujafika hiyo level. Sasa sisi kwanza to make sure vitu ziko sawa, then ikifika wakati wa ku declare interest, whoever will be the flag bearer kwa ni ODM of course. Tunasema tuko ODM. Hata kama wale wataki position ya kuendea president, kama tukapata mtu atakayekuwa flag bearer wetu, we will declare hizo vitu na tutazisema, tutaiweka tu parwanja, na tutajua hizi ndo agenda zetu tunataka tuende nayo, na iko backed up na wananchi wetu wenye this is what wananchi wanataka tuwafanyie. But for now sisi kuja hapa ni kuambia hizi ndo vitu tutafanya 1 2 3 step by step, na hizo ndo vitu viongozi wamekuwa overwhelmed na wakawa at least wamechanganyikiwa mpaka wana promise vitu hawezi fanya. Gas itatoka from 1300 to 300. Kumbe hizi vitu ni za viu sasa, mara hii itafanyika hivi na hivi, tuta make sure kwamba shule in 6 months time. So hiyo ni kwa carried away because you want to furahisha wananchi, unataka kuambia wananchi vile unataka kusikia, but hiyo iwezi enda hivyo. Ikifika hiyo level tutafanya hivyo, lakini for now step by step, most true. Okay, the NDC is upcoming. What do you think will be declared at the NDC? We have 2 NDCs gani, the People's NDC ama the Paka Power NDC? The one that is coming allegedly from the party, allegedly. Allegedly. NDC yenyewe itaitwa soon. Ishaitwa, imeitwa na SG. Haijaitwa na SG, imeitwa. Mimi nimeona kwa official. Is our SG aware of whatever is happening? Was he consulted? Na yes, na kuna mandate ya kuita NDC. So whatever wameita, hizo tu ni kalongolongo zenye zitafanyika zao. When the right time comes, na NDC itaitwa na Sifuna, tutajua. But sahi kuna People's NDC na consultation ita happen soon, maybe 27th huko. Yeah. It's okay, no problem. So let's await tuone NDC gani itakuwa na delegates. Nimekuambia delegates ni wachache, lakini wananchi ndo wenye very good. Yeah. And then as we go to election, we cannot go to election kukiwa kwa hivi Linda Mwananchi na Linda Grounds. Does it mean that it will turn out to be the case of Ford, the way that we had Ford Kenya and Ford Asili? Are we also going to have a replica of the same? We are in ODM to stay. ODM. Kama kuna watu maybe wanataka kutoka ODM, maybe them they will leave ODM. Kwa wale watu wenyewe wako na interest ya chama kupeleka chama mbele. But we are in ODM to stay. For now we are in ODM to stay. Hakuna kitu ya kutuambia kwamba tutatoka chama ama hatujafika hiyo level ya kuona kwamba why should we leave the party. Most likely hao ndo natoka chama, but sisi tuko kwa chama. It's okay, haina shida. Unajua masuala kama haya lazima tuulizie kwa undani kabisa. Maana when I started politics kidogo, wajua malitukutana ndo walikuwa wametoka form 4 tu hivi na chama ya kwanza ilikuwa ni ODM. So mara nyingi mambo ya ODM yakija, I'm passionate discussing them. We are all passionate about ODM. ODM made us. Sisi ni wanafunzi wa baba, sisi tumepitia, sisi tumegraduate kwa university ya Raila Amolo na ODM, faculty ya ODM. So hiyo ni kitu we will forever be grateful for that. Exactly. Kidogo nimejifunza mambo mengi. Wakati the first time kulikuwa kumechacha kabisa, 15th December. Ilikuwa 2020 if you remember. Ukachacha kule Msambweni, Taita wapi? Na nikumbusha bro. Mpaka tukashindia mahali pengine. Tukashikwa mahali. Sababu ya chama tu. Yeah, so mambo kama haya na umma shako, si ndio? Nitamkumbusha one day. Nitamwambia bro, wewe ndio ulitushika. Yeye alikimbiza Wipers, si ndio? Kabisa, yeye alikuwa anakimbiza Wipers, sisi tunaona Jimmy Mohamedi alikuwa ndio candidate wetu wa ODM. Yeah. Kana vile tukaenda tukasukuma tukakaa pale kwa baridi kidogo, tukatolewa na Mheshimiwa John ile wa nominated MCA wa Taita. Yeah. Kabisa. Yeah. So mambo ya ODM yakija, I'm very passionate kujua where the rain started beating us.
So that's all for today. Maybe if you have questions or not questions or a parting shot to the viewers. Mimi ni kuambia Wakenya kwamba kaeni ngangari. Baba haku raise cowards. We are not cowards. We will make sure kwamba tumefaitia chama. Tuta make sure kwamba we won't betray you Kenyans. We won't betray you ODM diehards. We won't betray you ODM family. We will forever be grateful for the support you guys are according us. Tutasimama na nyinyi liwe liwalo. Watutishie wafanye chochote, lakini tuhakikisha kwamba chama ya baba Raila Amolo Odinga won't be taken for granted. Mtu atachukua chama aipeleke vile anataka. Chama baba ameijenga kwa msingi ya wananchi na kwa msingi ya kidemokrasia, na hiyo ndio kitu tutahakikisha kwamba tumeng'ang'ania na tumerudisha chama kwa the rightful owners na ni wenye nchi. Let them decide what they want. And it has been very simple. Tuende yote tisa, achana mambo ya linda wananchi, achana linda ground. Let's go back to the people. Tuambie, what do you want? Tell us what you want. Na hapo ndo tutafuatilizia. Whatever the wananchi will tell us, whatever the ODM members will tell us, we will follow that. Let us go back to wananchi. And that's what we are doing. Thank you. Thank you for your time, bro. Thank you for always making time to come. And thank you for the countless lessons. Shukran. Na tukutane Narok. Tukutane Narok. Mombasa. Tukutane Narok, Mombasa 29th March. 22nd tuko Narok. 22nd tuko Narok. Tuko na service. Watu tunaogopa Mwenyezi Mungu, tunaanza na service. Baada ya service tutakuwa tunapiga gumzo na wananchi wa Narok. Then 27th tutakuwa Nairobi kidogo hapo. Then 29th tuko Mombasa. Then from Mombasa tutawapatia diary inakuwa vipi. Lakini ndo tumeanza sasa na tunasonga. Hii mbogi imetoka. The trainers left the station. So usibaki, mbogi imetoka, na hii ni ya wananchi, na hii ni ya mayouth, na hii ni ya wenye wanataka kuhakikisha kwamba tumeleta mabadiliko kwa nchi yetu. Sawa. Shukran sana boss. Okay, thank you for joining us in yet another episode of the Mwekwasi Mic, the biggest political show at the Kenyan coast and very soon in Kenya and Africa at large. Watch the pace. You have now had a clear picture of what is happening at the ODM party and what is yet to come from the Linda Mwananchi. So eyes on the prize, eyes on what's rolling. Keep it locked here. We'll be sharing all the updates and all the conversations rotating around that factor. This has been the Mwekwasi Mic. In case you're yet to subscribe. Usiache nyuma. This is the biggest political show. Thank you.